Ulichotaka nilikifanya ili urizike wewe, bila huruma ukaona bora uniache uende zako. Samani ya penzi na wala ukujali, tena ni bora unilize. Nikawa mgonjwa usiku hata silali, najiuguza mwenyewe, nimeshindwa kutulia. Kila mara nakuwaza wewe, hojaribu kuhesabu, moyo wangu umejaa na vidonda. Yes, bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, nyuma kamera CK professional muri studio ya Bujahit. Tukaba turi kumwe na Tiros Mfalme. Hari impamvu yise Mfalme, Mfalme gisigura umwami. Mfalme. Yeba. Mambo. Safi kabisa. Namshukuru Mungu. Hii inaitwaje kwa ni style? Hizi ni style tunaweka. Tunajua msanii lazima unakuwa na vitu tofauti. Lakini si wanawake tunakuwa na majina ya vitu ambavyo tunavika kichwani, kama hii hapa una nini inaitwa Brazilian. Unaona? Kila kitu kinakuwa na jina. Kwa hiyo wewe ni style tu Yaani ya kwangu mimi ni style tu, nimependa nikaona kama hii ndio style inaendana na kichwa changu, sababu najua kuna style zingine zinaendana na kichwa cha mtu. Hii hapa naona kama inaendana na style yangu, sababu hata mwenyewe unaona kama imenipendeza. Sio? Unaona? Kweli umependeza. Umejiita mfalme, umeitwa na wazazi? Mfalme nimeitwa na mashabiki. Na mashabiki. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wamenitaga mfalme, wakaniambia ile jina linakustahili. Kazi. Ni mfalme wa industry ya music, ni mfalme wa nini? Na kwenye muziki wangu mimi ni mfalme yani. Kutokana na kazi ambayo naifanya ndio watu wakanambia bora ungeongeza na ile mfalme. Kwa hiyo jina la Tiros ukiweka mfalme utakuwa ni fresh zaidi. Bwana Tiros mfalme, hapa utupe kidogo tusikie kama kweli wewe ni mfalme au ulidanganywa na mafanzi wako. Kwa sababu sisi wenyewe hapa tunajua kusikia, ule cameraman anasikiaga ule. Imba vibaya tu hivi basi. Ulichotaka nilikifanya ili urizike wewe, bila huruma ukaona bora uniache uende zako. Samani ya penzi na wala ukujali, tena ni bora unilize. Nikawa mgonjwa usiku hata silali, najiuguza mwenyewe, nimeshindwa kutulia. Kila mara nakuwaza wewe, hojaribu kuhesabu, moyo wangu umejaa na vidonda. Sema kipi sijatenda kwako. Kama hivyo. Oh my God, so beautiful. And amazing. Imekaa poa, like mtu wa tizivo. Oh my God. Unajua unapenda kumfuatilia msanii gani? Mimi sijui kumfuatilia msanii yote lakini nafananishwa. Yani kufuatilia mambo yake. Msanii ambaye napenda kumfuatilia nyumbani au nje? Hata nje, hata nyumbani, lakini nikikusikia ni kama ni nje kidogo. Sababu Burundi tunajua bana muda wengine hata wanaoimba Kiswahili wengine so hivyo wengi hawali. Unajua mara nyingi mimi nafuatilia sana nyimbo za WCB. Ya Wasafi. Na nyimbo ambazo nimekuwa nafuata toka kitambo na ni watu ambao waliniinspire sana mimi kufanya muziki. Kwenye muziki wako ulitamani kuwa maarufu mpaka wapi? Siwezi jua mwisho, lakini ningetamani sana nifike mbali kupitia muziki wangu, ila ndio hivyo tu kwa ufupi yani. Siwezi jua mwisho ni wapi. Mfalme, una nyimbo nyingi sana. Ni nyimbo yako ipi ambayo unahisi ilipokelewa vizuri kuliko zingine? Ni ngoma ambayo namaliza kuimba sasa hivi. Inaitwa Nakupenda, ina video pia. Ina video inaitwa Nakupenda, na ngoma ambayo nimefanya kabisa, wamepokea vizuri hapa. Yani ni ngoma kabisa imetrendi sana hapa. Ila tatizo moja tu ambalo mimi kwangu naona kama linakuwa ni vigumu sana ni kutokana na watu waga wanapenda sana kunifananisha Tanzania. Yaani hata nikifanya nyimbo unakutana watu ni vigumu sana kujua kama ni msanii wa Burundi ndo ameimba hizo nyimbo. Sasa unakutana hata nyimbo inaweza ikapigwa klabu, watu yani wasijali, wanajua tu ni msanii kutoka Tanzania, sababu kutoka uandishi wangu, sauti yangu, melodi zangu, vitu kama hivyo. Unakutana ni vinakuwa vinanipatia changamoto fulani. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo sasa hivi niko naenda kurekebisha, sababu sasa hivi na nyimbo mpya ambayo nimeachia inaitwa I'm Sorry.
I'm sorry, ni ngoma ambayo sasa hivi nina video nimeshoot na Afise, na ni ngoma ambayo sasa hivi ndo yani haijakuwa hata na miezi miwili ya ngoma ndo sasa hivi kama ina trend. Ya ndo ngoma yangu mpya ambayo. Ushawahi kuwa na ndoto labda kufanya na msanii yoyote wa WCB kutokana na vile ni moja kati ya ndoto zako, ni wao ndo walikufanya mpaka uwe mwanamuziki? Niliwahi hata kupata connection ya na msanii kutoka WCB, Rayvanny. Kuna mtu aliwahi kuniunganisha naye akamsikiza nyimbo yangu, sababu kuna cover niliwahi kufanya cover, na hiyo cover iliwahi kutrend sana. Yani mpaka sasa hivi hata nikiwa kwenye show nikimbaga hiyo nyimbo watu lazima yani inakuwaga ni kelele yani. Sio hata vitu vya kawaida. Inaitwa ni muziki wa Harmonize, Never Give Up. Yani niliwahi kufanya tu cover kidogo, na kama niliwahi kufanya hiyo cover ni sababu kuna mtu aliwahi sababu mimi ni mtu ambaye sina manager, ila na watu ambao wananisupport. Sababu kuna tofauti ya manager ni mtu ambaye mliandikiana na mkataba wewe naye, ila kuna wale watu ambao wanajua udogo anaweza wananisupport. Yani kifanya yani wananisupport, wananilipia video, yani wananisupport tu kama hivi, ila sina mkataba na mtu. Sababu hata sasa hivi akija mtu anakuja kunichukua naenda kabisa. Sasa unakutana kuna huyo mtu ndo aliwahi kunipoa akaniambia fanya kaka kitu tu dakika moja nini, unasikia kule pana ushindishano Tanzania, ukifanya hivyo hata wewe wapi kuna pesa utapata na kuna opportunity nyingi unaweza kufanya. Basi siku hiyo nikaingia studio nikafanya hicho kitu, nikatoa nikajishoot tu na simu. Nikapost yani kabisa ikatrendi kule, wakaifikisha mpaka kule. Nasikia aliwahi kunisaidia hata kunifikishia kwa jamaa kule WCB, wakasikia Rayvanny, sababu hata kuna ngoma yangu mimi iliwahi kupigwa hata kule kwenye TV kabisa. Hata kwenye channel yangu ya Instagram ukitizama utaviona vipo vingi sana. Yani vitu kama hivyo tu, lakini niliwahi hata kufanya nyimbo. Akanikubali akaniambia nifanye nyimbo, hakuna kitu ambacho anaweza kunisaidia sababu niko mbali na istoshi mimi sio Mtanzania, mimi ni Mrundi. Ikabidi kama anaambia tu nifanye kazi, anaweza tu kunisupport labda niimbe naye. Nifanye tu kazi, ndio ikabidi nikarekodi huko nikatuma sauti kule. Lakini nilipotuma masauti kule mpaka leo sikuwahi kupata ngoma. Hiyo ngoma ni baada tu ya kuona kama ngoma ni kali na inahitaji mtu, nilichukua msanii hapa anaitwa Emerson, tumefanya nayo hiyo nyimbo. Baada ya kuona kule imechelewa ikabidi nifanye na Emerson, na ngoma tayari ipo, sema nitaachia tu muda sio mrefu. Okay. Ni kitu gani ambacho kinapenda kuwa kama pingamizi kwenye maisha yako toka ulikuwa mwanamuziki? Labda sasa hivi wengi wanasema kipindi nilikuwa siko mwanamuziki, nilikuwa zangu free, nilikuwa natembea ninavyotaka, lakini from now kutokana na umaarufu na nini nakuwa siko mtu wa kutoka sana. Wewe ni nini ambacho kimekuwa kama pingamizi kwako? Unajua kwanza mimi sijua maarufu. Sasa hivi ninasema hata naweza nikaenda sehemu na watu wasinifahamu zaidi ya. Lakini sio ila sio sana eti kwamba labda kila sehemu, no. Sababu sema tu sio eti kwamba naweza nikashinda ndani. Najua eti kama naweza labda nikashinda ndani sababu ya kukimbia watu wasinione, no. Yani mimi kila kitu nafanya ila lazima sababu ya watu ambao wananijua na talent ambayo mimi ninayo. Sababu sio kuficha na naongea tena mbele ya mic. Unajua generation yangu mimi kama Tiro Simfalme sijaona mtu ambaye ana kipaji kama cha kwangu mimi. Hicho ni kitu ambacho naongea na nakiongea kila wakati nikifanya interview. Sema tu ni vile tuseme kama muda, sababu anasema kila kitu kinaenda na muda. Labda tuseme muda wangu ndio hujafika. Lakini talent ambayo mimi ninayo sio ya kawaida. Hata ukisikia nyimbo zangu ni tofauti na wasanii wengi wa hapa, uandishi, melody, kila kitu. Mimi siandikiwi. Mimi sina mtu wetu kwamba kuniongoza unaenda studio twende kule toa hii weka hii. Mimi naenda mwenyewe na nafanya kila kitu kwa inspiration na nyimbo nyingi sana. Kuna nyimbo yangu ambayo nimefanya sasa hivi hata wasanii wengi wanaifahamu, wengi kabisa, mpaka hata wakina Fizo walipost hiyo ngoma inaitwa Rest in Peace. Kipindi mkuu wa taifa rais wetu Peter Nkurunziza alitutoka, kuna ngoma niliwahi kuachia. Nilikuwa nimeachia before, lakini kipindi alifariki nilichukua tu kipande nikaweka picha za mzee kama dakika moja hivyo nika post, ili trend sana. Ili trend kweli, ngoma inaitwa Rest in Peace, ilitembea sana kila mtu. Baadhi ya wasanii wengi, watangazaji wengi walinipigia simu kaniambia ngoma hiyo ikatoka kwenye wewe kweli. Sababu watu wengi hawaaminiagi sauti yangu, hawaamini, watu wengi wanapenda kunifananisha Tanzania. Sasa kitu hicho kama hicho, kitu ambacho kwanza mimi kwangu naona kama kinanipatiaga changamoto sana, hiyo kufananishwa nje. Japokuwa sote tunaweza. Na mashauri mengi napataga, watu mmoja ananiambiaga itabidi uimbe Kirundi. Wengine wananiambia usifanye Kirundi. Wasanii wakubwa hapo. Mimi kama mimi kuhusu ambao wanakushauri uimbe Kirundi, sio kwamba nyimbo zote uimbe Kirundi, lakini sometimes
iwe inafikia hata mara moja tu. Kuna nyimbo zako unaweza ukaimba Kiswahili lakini na ukapitisha tena Kirundi hata kidogo, inakuwa ni vizuri. Unajua Burundi kuna watu wengi, watu ambao hawajui Kiswahili ndio wengi. Watu najua hicho kitu ya. Sasa Burundi kwa maarufu hivi na nyimbo za Kiswahili na kwa itakuchukua muda. Najua itanichukua muda, lakini kuna baadhi ya wasanii wengi ambao walijulikana hapa sababu ya nyimbo za Kiswahili. Ya wasanii wengi sana. Sema hicho kitu ambacho unaniambia hata mimi mwenyewe nimekuwa nimeshajifikiria. Lazima kuwa naweka kitu. Unaona tuache Gaga Blue tu huyu Black G. Yeah, Black G. Black G aliimba nyimbo nyingi sana za Kiswahili. Alijulikana hapa mjini kwa Waswahili wenzake. Basi kama sisi hapa Waswahili. Lakini kuanza kujulikana mkoani na sehemu zingine ni kwa sababu aliimba na Kirundi. Unaona? Kuna nyimbo alikuwa anaimba anaweka na Kirundi. Na huwezi kuwa maarufu mjini peke yake. Kuwa maarufu ni kujulikana sehemu zote. Ukikutana na mtu ambaye anaongea Kirundi ajue ni fulani. Ukikutana na mtu bora ajue hata nyimbo yako moja, sema huyu aliimba nyimbo fulani. Ona Max. Bwana T Max alikuwa ni mwimbaji mzuri sana, alikuwa ni Kiswahili. Alijulikana sana, lakini alivyoimba Ndabaramu sana nakumbuka. Ndabaramu ilimfanya yeye maarufu kuliko. Imeiti sana. Kwa inakuwa ni kitu kizuri. Sababu najua kama unajua sehemu kama hapa mjini watu wanaongea Kiswahili sana. Ila ukivuka tu pale. Na hapa mjini kuna sehemu nyingi waongea Kirundi. Unaweza kufika Gasekebu yeye ukakosa mtu kuongea Kiswahili. Unaweza kufika Kinindo ukakosa mtu kuongea Kiswahili. Yaani ukiwakuta ni wawili watatu. Lakini sasa hivi hapa nyumbani unajua watu wengi sana wanakuwa wanatamani kuongea Kiswahili wakielewe. Sababu hapa mjini tu. Sababu unajua huko Ilimani nimeshatembea sana huko vijijini. Nimeshafika Ngozi, nimeshafika Muinga, nimeshafika sehemu panaitwa Ruigi, nimeshafika hiyo sehemu yote. Mimi nimeshafika. Yaani kule unakutana na mtu hajui Kiswahili, yaani ajui kabisa. Lakini unakutana kule kuna baadhi nyimbo za Watanzania kule wanazijua na wanazipenda. Unaona hicho kitu? Yaani kule wanazipenda kweli wanazijua sana. Unaona nini kinasema? Na waelewi ni kitu gani ya sababu wanapenda tu mdundiko na vile jinsi msanii anavuma ni kitu ambacho kinafanya yani mpaka na yeye avutiwe na hicho kitu. Lakini kwangu mimi lazima nifanye hicho kitu sababu lazima tufanye na nyimbo za Kirundi sababu nilikuwa nakaribia kama kuachia baadhi ya nyimbo ngapi hivi. Sasa yani ni kwamba yani kuna vitu ambavyo labda vilikuwa vijakuwa sawa yani. Wewe kama mtu ambaye ni mfalme wa music, ulipangwa na mafans wako, unapanga kufanya nini labda ili muziki uwe na mabadiliko fulani? Kwa sababu kuna interview nimefanya hapa juzi na Famba akawa anaongelea kwamba watu ambao wangebadilisha muziki kwa sasa ni nyie ambao umeanza muziki nyuma yao, kwa sababu wao walifanya muziki wakaufikisha hapa ambako wakaufikisha hapa kwa wenyewe, na wao mnapaswa mfanye mutoe hapa mufikishe sehemu nyingine ili ambao watakaofanya baada yenu nao wafikishe sehemu nyingine. Kwa hiyo wewe unapanga kufanya nini? Labda utoe hapa ufikishe sehemu nyingine. Hiyo ni kweli, hicho kitu ambacho unachongea ni kweli. Sababu nisikufichi, sababu hakuna msanii hata wasanii wote ambao sasa hivi awe legend awe tu kama ndo msanii mkubwa hapa sasa hivi, hakuna msanii ambaye sasa hivi atatoa muziki wa Burundi isipokuwa wasanii wapya ambao wanakuja, yani new generation. Ndio watu ambao watainua muziki hapa nyumbani. Kutokana sababu muziki kwanza unahitaji kwenda na muda. Watu wanafaa yani kwenda na muda. Unajua zamani kuna nyimbo ambazo zilikuwa ni nyimbo za maua, yani watu wanalialia nyimbo za ajabu, lakini sasa hivi muziki umebadilika. Yani hata production yenyewe imebadilika, videos zenyewe zimebadilika, yani kila kitu hapa kimebadilika. Na kuna kitu ambacho kinamtetea mtu kama vile kwenda na muda na talent tu, ukijua kufanya kazi na ukipata watu ambao wanakusupport. Sababu hapa nyumbani kwetu kuna tatizo moja yani. Tena hiyo tatizo ndio inafanya yani mtu yani hapa watu wote wanatizama tu kwa wasanii wakubwa. Hawatizami wasanii ambao wanaokuja. Yani wasanii wanaokuja yani hawatizamagi kabisa. Yani hapo wanatizama tu ni Fizo ametoa nyimbo, Satibia ametoa nyimbo, Lolo ametoa nyimbo, Natasha ametoa nyimbo, hivyo basi. Lakini wanasahau kama huko nyuma kuna vijana ambao wanaokuja. Na isitoshe hapa kwetu mabosi ambao wako hapa hawasupport muziki wetu. Hawasupport kabisa. Unasikia wanatushauri sana au kwa naenda sehemu kwenye masherehe unaimba, sababu pale unaweza toka kukutana na bosi, nenda wapi, hivyo vyote tushavifanya. Mimi nimefanya karaoke, nimeimba Safi Beach pale muda
Kila sehemu naenda naimba ili upate, lakini unasikia watu wanakusupport, mtu anaweza akaja akakuweka kitu, akwambia hongera, endelea, lakini kusudi labda upate mtu ambaye anaweza akakusupport akwambia mdogo wangu njoo tufanye hivi, badilika, fanya hivi, tuendelee, inakuwa ni kitu kikubwa. Inakuwa ni kitu yani ni kidogo sana yani. Na hapa nyumbani hakuna label. Asikudanganya hapa nyumbani kama kuna label eti kama inaweza ikachukua msanii na kumfanya awe msanii mkubwa. Sasa hivi Bantu Boy nasikia wanabaki wanasign wasanii. Wanasign. Nasikia juzi hapo wamemsign Msamaria. Wamemsign naye. Wale ambao wako pale wameshafika wapi? Hawajafika sehemu yoyote, hawana kitu, lakini wanabaki wanasign wasanii. Hicho ni kitu ambacho yani kwanza yule dogo, mimi kama mimi siwezi kubali kusainiwa na label yoyote. Sababu kwanza itanizima pale Bantu Boy. Kabla kwanza Daniel kuna dogo amesainiwa pale Dramati. Wamemweka pale, wamemsign. Amekaa muda. Na hadi sasa hivi, lakini kipindi alikuwa peke yake alikuwa anafanya kazi na watu wengi walimfahamu, na kabla ya kumfahamu, sio kama sasa hivi mimi watu wengi wanifahamu. Lakini sasa hivi nikifanya kazi ikiiti tu, utasikia wananiita nenda Empire, utasikia wananiita nenda wapi. Nenda kufanya nini sasa? Hapo yani unakutana sometimes unakuwa yani unashusha kazi yako. Hicho ni kitu ambacho nakiona sana. Sasa unakutana yani hapa hamna lebo. Kikubwa tu hapa ni mtu kupambana kweli, kujituma sana kufanya kazi yako, lakini ukisema kama usaini mambo ya malebo hapa, sitokuficha kuna kitu ambacho kitakuwa. Yaani naweza tu kufanya chochote kabisa. Okay. Unatarajia sasa kufanya nini labda wewe kama mwanamuziki, unatarajia kufanya nini labda ili uwe international, uwe na mabadiliko, uwe na vitu vya tofauti na ambavyo tulikuwa tunavizoea sana? Kitu ambacho mimi nastahili kufanya, kwanza kitu kimoja ni kwamba uwezo wangu au watu ambao wananisaidia hawana ule uwezo wa kunifanya kwamba mimi ni wanifahamu sehemu yote. Kwangu ni vigumu sana sababu hawana uwezo wa hatari. Na so management kama ni watu ambao wanasema kweli serious lazima tumfikishe sehemu fulani, ilo wananisupport, nafanya kazi na mimi mwenyewe ndo najifanyia promotion. Sababu nikitoaga nyimbo kuna watangazaji hicho ni kitu nashukuru kabisa. Watangazaji nikitoaga ngoma wanaicheza It Connection, wanacheza Mipro. Yaani watu wote wanaicheza nyimbo kabisa. Sema hata kama itachukua muda mrefu wanaicheza, lakini wanaweza tu wakaicheza hata wiki nzima, wiki zingine basi mambo yanaishia hapo. Yaani hapa kitu kimoja tu ni kutumika, na mambo mengine kwamba sina management kubwa kunifanya kama naweza nikafika sehemu kama ni, sababu mtu kujulikana sana inaomba uwezo na management ambayo imekaa vizuri, ile kujibrandi. Mimi mwenyewe naweza nikajitahidi kujibrandi, nikajifunga, nikatoa 20,000 kwenda kupiga picha pale, hata picha 4 au picha ngapi, sababu ni jibrandi, nikafanya hivyo. Lakini unakutana wewe mwenyewe unatoa lakini auingizi. YouTube hapa nyumbani kwetu hailipi. Haufanyi show kwamba utafanya nini. No. Watu ambao wanaofanya show hapa sasa hivi kwanza ni hatari yani, lakini ndio hivyo tu, ila ni kuomba tu Mwenyezi Mungu tu labda nchi yetu na yenyewe mambo wanaweza watu wa support, labda wanaweza wakaja na wakatusupport muziki wetu na wakaenda mbali. Okay. Unasema kitu cha kuhusu show. Hivi ile mara kwanza unafanya show kwenye stage, ulihisi nini moyoni? Uliona kama uoga au ilikuwa ni kitu ambacho kilikupa furaha sana? Unajua mara yangu ya kwanza mimi na perform nimekuwa kusantre jeune Kamenge. Ndo mara yangu ya kwanza nimeingia kwenye stage. Na nilivyoimba, unaimba lakini watu wamekaa hivi wanakutizama tu. Niliimba watu wanakaa, wanifahamu, watu wanabaki wanakutizama unaimba kimya. Unaimba kweli, inaimba, lakini japokuwa watu wamekaa hivi ila wanasikia. Sababu unajua kuna tofauti, unajua kuna nyimbo ambao unaweza ukafanya nyimbo. So kama sasa hivi hizo wametoa nyimbo, hiyo Ubusa. Ni nyimbo ambayo kila mtu ashaga ikaa, kaisikia, kaielewa. Yaani inabaki tu kwenye stage wa warushe. Na kuna ule mtu ambaye mimi ndo nyimbo yangu mara ya kwanza anaisikia, itabidi pale kwenye stage ndo aisikie, lazima akae kimya. Lazima hawezi atajirusha haijui. Ataimba nini? Hawezi kujirusha, lazima aikae hivi asikie. Sasa unakuta mara yangu ya kwanza mimi nimeingia nikakutana watu wakaikaa hivyo wakasikia, mimi nikaimba tu. Sasa mimi hicho kitu mimi sababu nilikuwa sielewi ni kitu gani, nikawa najisikia nikasema Mungu wangu, labda ngoma yangu ni mbovu, labda nini, labda watu yani kakaushia tu. Hawaipendi. Kumbe labda kuna kitu ambacho wanasikia. Baadaye nilivomaliza ndo kuna baadhi ya watu waliniita, dogo ngoma ni ya kwako kweli? Ya kwako, naomba namba zako. Naomba yani vitu kama hivyo, nikaona kumbe ngoma yangu ni kali. Hata kama watu hawakurusha mikono lakini ngoma ni kali. Ila kile kipindi hapo ilikuwa ni kipindi cha mbele, lakini sasa hivi kuna baadhi ya nyimbo zangu kama ni 3 nikizimba kabisa watu
haonaga tena ule muda wa kusikia sababu ameshaga isikia. Yaani kwa tu ni kuenjoy, tuna enjoy. Ya vitu kama nyimbo 3 kama 4 hivyo. Anajua hicho kitu kipo. Unategemea maendeleo yapi kwenye music? Maendeleo yapi? Haje. Yaani kiasi kwamba unasema mimi naweza kuishi kwa sababu ya muziki wangu, na tegemea siku moja nitakuwa na studio kutokana na muziki wangu, siku moja nitakuwa yani na vitu fulani tu kutokana na muziki wangu, kwa sababu kuna wengi tunawajua walikuwa wanafanya muziki lakini wakaacha kwa kusema kwamba muziki wa Burundi haulipi, hawapati hela, hawawezi kuendelea kuifanya hii kazi. Au unajua nani kweli muziki wa hapa nyumbani hauingizi hela na hauna hela. Sio tu kwamba ukifanya nyimbo kuna nafasi utaenda kuchukua pesa. Havipo kabisa. Lakini kama muziki hapa nyumbani, kama mimi naishi sababu ya watu ambao wapo Marekani. Mimi kwanza ni mwandishi, naandikia wasanii. Wasanii wengine naandikia hata hapa nyumbani. Ni kitu ambacho siwezi kuwatajia wasanii nani na nani, lakini msanii akitaka nyimbo ya Kiswahili naandikaga nampatia, ila kuna bei na katia msanii. Na watu ambao wako Marekani hivyo naandikia watu wengi kule tu tunaelewana, naandikia msanii ananipa hela, naandikia msanii na naweka hata melody huku. Yaani unaweza hata nikaweka melody tukafanya kazi. Ya vitu kama hiyo ndio vitu ambavyo labda vinaweza vikafanya mtu kaishi kutokana na kipaji yako. Na ni muziki pia nafanya. Na ni pesa nazipata kwenye muziki. Sababu nisingekuwa na kipaji au watu tusingefahamiana vitu kama hiyo. Lakini kuna watu kule wanasema kuna dogo anaandika tena yuko fiti, naandikia watu. Hata na hapa kuna nyimbo nyingi naandika za wasanii. Okay. Unadhani pafanyike nini labda Burundi ili wasanii wawe na umoja na kuelewana, kwa sababu ni kitu ambacho kimekaa muda mwingi sana wasanii wa Burundi hawaelewani, wasanii wa Burundi hawana umoja, na wakati kuna kitu cha kuwakutanisha kwa pamoja kama Amical de Musiciens. Mimi kitu kimoja ambacho mimi naona hapa nyumbani, kila msanii ana msanii wake anayempenda na kila msanii hapa na mtangazaji wake. Sasa unakutana yani kusudi tu kwamba sisi tuwe na upendo kwanza. Ni kimoja kwanza, tupende kwanza, yani tupendane kwanza. Inahitaji kwa tuwe na upendo, tusapotiane. Yani si wote yani hata kama kuna sababu muziki unahitaji lazima pawe beef fulani sababu watu watupate vizuri. Lakini tunastahili kwanza sisi wenyewe tuwe na umoja. Tupende muziki, yani mwenzako akitoa nyimbo, sababu saa zingine nchi watu wengine wanasapotiana nyimbo. Lakini sasa hivi hapa kwetu ni vigumu sana kuona hivyo vitu. Inakuwa ni vigumu kabisa. Yani hapa kwa ufupi hapa ni kwamba wasanii hatuna upendo, hatupendani. Kusapotiana hapa ni mara kidogo, yani kidogo sana kabisa. Okay. Mfalme ni star gani ambaye labda wewe unatamani siku moja ufanye naye collab hapa Burundi? Sijawahi fikiria kufanya, yani sijawahi tamani kufanya na mtu. Lakini kuna collab ambazo zipo. Kuna collab ambazo zipo nimefanya na wasanii wakubwa wenye wako hapa kama nyimbo 3 hivi. Okay, ni kama tunaelekea kumaliza kipindi chetu, lakini kabla ya kumaliza hiki kipindi ningependa kujua kidogo kwenye historia ya maisha yako toka ulianza muziki. Mimi muziki nimeanza mwaka 2015. 2015 ndio nimetoa nyimbo yangu ya kwanza inaitwa Furaha, kwa producer anaitwa Pichen. Ndio nimetoa nyimbo yangu ya kwanza. Nakumbuka hicho kipindi yani Pichen alikuwa anatumika baada ya Liza kuondoka pale kwa nimesahau pale kwa mzee nani pale Buiza pale, nimesahau hata jina studio. Baada ya kuondoka pale ndo Pichen akaingia pale. Mimi nilikuwa kama vile mtu wa kutumwa pale. Yaani akija msanii kurekodi akitaka sigara mimi naenda kununua. Akija mtu kama akitaka pombe, voucher, vitu kama hivyo. Wa kawaida tu sana. Wasanii wengi walikuwa wako na champagne walikuwa pale nini. Lakini walikuwa wajui kama mimi na kipaji cha kuimba. Lakini nilikuwa nafanya hivyo labda kutokana nione kama kujipendekeza kama naweza nikapata na ile nafasi ya kurekodi. Sababu nakumbuka before nilileta kusota kwa Domix pale, lakini kaona mna chochote nikatoka nikamea kwa picha. Kufanya vile sababu nione kama labda naweza hata nikapata nafasi ya kurekodi. Nikawa nashinda pale vile vitu kama vile. Nikawa kama vile mtoto sawa. Hicho kipindi nakumbuka hapa mataa alikuwa anakatika sana. Yuko afya akikuja ni dakika 2 yanaenda tena mpaka kesho. Sasa hicho kipindi mimi ndo nilikuwa kama kwenda kununua mafuta pale, essence. Kila wakati na Buyenzi na mataa ikikatika pale wananipatia kitu naenda kununua essence naleta pale. Yaani kama vile tu mtuma pale.
Baadaye akaja mtu tu akaniambia dogo vipi sasa niko kwa zangu pale niko naimba picha niko napiga beat kule niko zangu pale sebleni naimba akaja jamaa kumbe kuna jamaa alikuwa pale nje kuna nisikia anasema udogo vipi mbona anaweza hivi akaniuliza dogo yangu ngoma naimba ni ya kwako nikamwambia ni ya kwangu hivyo na ngoma ngapi kama mimi sijui kurekodi unajua kurekodi kweli akaingia mle na akamwambia akaenda na producer akamwambia vipi mbona dogo kama anaweza akamwambia achana wewe dogo vitu utani vile huyo jamaa kanambia acha mimi nikulipie studio tafuta studio yote ambayo unajisikia ngambia unanilipia tu hapa ndo akanilipia studio pale nikarekodi nilipotoa ndo huyo producer akapata picha udogo kumbe anaweza ndo akaniambia dogo ikasa hapa mimi nitakwenda kusaidia ngoma yangu inaitwa Furaha hapa na hata sasa hivi ipo kwenye channel yangu ya YouTube ipo inaitwa Furaha yangu ngoma ilikuwa kali sana yani watu wakapenda nilifanya promotion mwenyewe sababu ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza natoa ngoma nimetembea na miguu kila sehemu nimeacha kwenye mastudio kamengi wapi kote nimefanya kabisa watu wengi wakainani yani watu wengi wakaipenda nikaona rekodi baadhi ya ngoma lakini nikaona kama hakuna kitu ambacho kinachoniingizia sema kwa kuruka tu sababu ni mengi ambayo mtu alipitia kwa kuruka sema mtu ambaye anaweza kunisupport kunisaidia ni Mr Champagne kipindi aliwahi kunisikia nafanya fresh sasa alikuwaga studio kwa na record ngoma inaitwa ni muoe nani akawa na record sasa kuna sehemu ilikuwa namshinda kupanda wakamwambia muite kwanza dogo hapo muite Tiros pale akuwekea hapa afu wewe utafika na unarudilia sasa mimi nilipoingia mle ndani nikaweka na vitu jamaa akakubali akasema kumbe ni hivyo dogo wewe acha basi hiyo chorus acha hapo upige chorus unacho kitu hapo Champagne yani nilikuwa hata naogopa sijui nitamsogeleaje jamaa akafanya hiyo kazi nini nikaweka pale akasema fresh wewe acha hiyo chorus hivyo baadaye tukashuti na video hata video utaiona ningali mdogo sana tu najua hapa mngekuwa na nani kila kitu mngekiona ingali mdogo tukashuti video ika trend yendo mtu wa kwanza anaanza kunipeleka redioni hapo kipindi Ismail nani alikuwa bado alikuwa Rema FM alinipeleka pale akanisaidia kunipromote na mimi nikajisikia kumbe nikapata nguvu hata kwenye mashow ikiwa na show ananiita dogo njoo tuperform ile ngoma yetu tukao tuna perform hivyo baadaye na mimi nilianza jielewa nikaanza kufanya kazi peke yangu kuna lebo iliwahi kunisign ya Big Bass sijui kama unamfahamu Big Bass aliwahi kunisign lakini aliwahi kunisign vitu vya uongo tulipiga picha tunashika paper tuko tunaandika lakini wakapiga picha afu akatambaza eti kama tumesign mkataba mimi na msanii wake alinifanyisha collab na baadhi ya wasanii na hizo ngoma mimi ninazo kwa simu yangu lakini sijaziachia sababu kuna vitu nimesikia mix haijakaa sawa na alikuwa ananiimbisha sana freestyle dogo sikia beat andika hapo nini vitu kama hivyo anipatia hata muda tukana ile nikae nyumbani na nifanye kazi yani ni vingi tu sana tu kwa ufupi mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu kwanza nikushukuru lakini kama kuna swali ambalo ulitamani nikuulize alafu sikukuuliza unaweza kalijibu swali zote umeniuliza nakushukuru sana lakini kama uko na tena cha kuambia watu ambao walifuatilia kipindi chetu unaweza kuambia then tukamaliza kwanza nashukuru sana Bujahit TV kunipokea siku ya leo cause leo ndo the first time nafika hapa tunakushukuru pia na nafurahi sana umenipokea vizuri na naona mambo sio mabaya hapa ni sehemu pazuri kabisa na naweza tamani tena siku nyingine mniitishe tena tufanye tena kitu cha zaidi kuliko hichi sema tu kitu kimoja tu naweza ambia tu mashabiki wangu na mashabiki wa Bujahit TV mkitaka kunipata mimi nyimbo zangu kwa yote ambayo nimeyaongea hapa ukiingia kwenye channel ya YouTube ukiandika Tiros Mfalme utanipata Instagram ni hivyo Instagram ni hivyo page yangu ya Facebook ni hivyo kila sehemu mimi nipo kwa jina la Tiros Mfalme basi Tiros tunakushukuru na siku nyingine tukikutaka karibu sana hata siku wewe utajisikia mimi nataka kufanya tena interview wewe sema turabashimye abantu mwakurikiranye ikiganiro cyacu inzego cy'abaryoheye yari nahusiye amanda kuri microphone inyuma ya kamera CK professional tukaba turi kumwe na Tiros Mfalme muri studio ya Bujahit TV turabakunda cyane ntimwibagire kugira subscribe like share na comment ciao bye